Yeremia neno linasema hivi, Mungu, Yeremia 15:21. Bwana, unajua wewe unikumbuke, unijilie, ukanilipie kisasi juu ya wao wanaoniudhi. Usiniondoe kwa uvumilivu wako, ujue ya kuwa ni kwa ajili yako nilivyopatikana na mashutumu. Maneno yako yalionekana, nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu. Maana nimeitwa kwa jina lako, Bwana Mungu wa majeshi. Sikuketi katika mkutano wao wanaojifurahisha, wala sikufurahi. Naliketi peke yangu kwa sababu ya mkono wako, kwa maana umenijaza ghadhabu. Mbona maumivu yangu ya daima na jeraha yangu haina dawa, inakataa kuponywa? Je, yamkini wewe utakuwa kwangu kama kijito kidanganyacho na kama maji yasiyodumu? 19 anasema, kwa sababu hiyo Bwana asema hivi, ukirudi ndipo mimi nitakapokurejeza, upate kusimama mbele zangu. Nawe ukitoa kilicho cha thamani katika kilicho kibovu, utakuwa kama kinywa changu. Nao watakurudia wewe, bali hutawarudia wao. Nami nitakufanya kuwa kama ukuta wa boma la shaba juu ya watu hawa, nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe ili nikuokoe na kukuponya, asema Bwana. Nami nitakuokoa na mkono wa watu wabaya, nami nitakukomboa katika mkono wao wenye kutisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa sana. Mungu ni pendo, apenda watu. Mwanadamu imefikia wakati sasa, umefikia wakati wa ukomo wa masumbufu yake, ukomo wa mateso yake. Miaka 400 utumwani Misri sasa basi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wana wa Israeli walikaa Misri miaka isiyopungua 430. Sasa basi, nini maana yake? Mtumishi Calvin ametoka amesema kukombolewa. Leo ukombolewe, simama sawasawa, uwe imara kwa miguu yako, ukomboke kwa mamlaka jina la Yesu. Amina. Iwe nyumbani, iwe mtaani, iwe kwenye nyumba za ibada, wanadamu wanatakiwa wakatae uzombi, wasiwe mazombi kwa jina la Yesu. Amina. Iwe dini yoyote, swala la kufanywa zombi kwenye kanisa, kwenye ibada yoyote, kataa. Kataa. Hii madhabahu na kataa. Na wewe tunatiana ujasiri na wewe nakuambia kataa. Ukikataa, ukisimamia Biblia na misimama kwenye Biblia, lazima ushinde. Lazima ufanyaje? Na haya maneno ndo anasema hivyo. Mpaka unajua Yeremia anasema, Bwana, mbona inaonekana sasa kama umeniacha au nitaki? Mbona imekuwa, unaona si ni maneno magumu haya? Anaposema hapa haya ni maneno magumu. Mpaka anasema, mbona maumivu yangu ni ya daima na jeraha yangu haina dawa, inakataa kuponywa? Je, yamkini wewe utakuwa kwangu kama kijito kidanganyacho na kama maji yasiyodumu? Unaona? Yaani mpaka inafikia hatua mtu anasema maneno ya mwisho, ndivyo ulivyokuwa unasema wewe uongo. Hivi kama mateso kama haya, kweli Mungu yupo? Hasa kama Mungu yupo, mbona mimi hivi? Si ndio hivyo hivyo? Yeremia alisema na wewe unasema haukukosea kwa sababu umepita hivyo hivyo. Sasa kwa nini? Anasema shida tumekaa katika madhabahu za kufanywa mazombi. Uzombi mwingine huko kwa hata Wakristo wenyewe ndani.
Unaambiwa kabisa chukua mchanga ukamwage ndani. Mtoto akichezea mchanga ndani haumfukuzi, haumchapi. Lakini mama mwenye akili timamu, baba mwenye akili timamu anakwenda sehemu kubeba mchanga, anakuja kutia ndani. Sio zombi, sio sukule hilo. Tukatae uzombi kwa jina. Mtu anakaa anaambiwa basi mawe haya tembea nayo, anatembea nayo na mawe kwenye nguo yake, pa. Sio uzombi huo. Unatakiwa utembee na Roho Mtakatifu ambaye haonekani kwa macho. Yule mama, kuna mama moja kafikaga hapa muda fulani, anatembea na chumvi, ameambiwa tembea na chumvi kwenye jaketi. Nikamwambia madhabahu ni Bwana Mwokozi wa mataifa yote, sisi na hivyo vitu viwili tofauti. Subiri muone Yesu anavyotenda bila chumvi kwa jina lake. Kwa hiyo akisema amesema, amen. Kwa hiyo akikutaka mimi, akinitaka na wanafanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akija akisema, ukifuata, ukiondoka nacho kinakusaidia. Haya maneno ya kukatakata tamaa mpaka anafikia hatua manunguniko makubwa, tunamtukana Mungu tulivyopita. Sikulaumu sana kwa sababu tulivyopita. Tumekanyaga wapi? Miguu yetu imekanyaga kwa waovu. Lazima na wewe utapata maovu na baadaye utamtukana Mungu. Ndio maana hata watu mpaka sasa wanasema hivi, madhabahu ningejua miaka 10 iliyopita mimi ningekuaje, si ndio? Ungekanyaga kwenye hizi hatua. Tafsiri yake leo hauwezi kuangaliwa hivi, yaani kwa namna, kwa viwango vingine. Tunamtaka Yesu anayejibu, sio Yesu likatakata, tunamkataa kwa jina lake. Sasa watu wamefanya mazombi wakiambiwa Yesu amesema. Sasa watu wote wanajua Yesu huyu, Yesu Kristo wa Nazareti, si ndio? Kumbe niwafungue, niwaambie, komboka, fahamu na akili zako. Kuzimu wamekaa wakatengeneza mpango, akamtengeneza Yesu feki, ndio anadanganya makanisa mengi sasa hivi. Ukisikia pokea kwa jina la Yesu, I receive, ya nimepokea kwa Kiingereza, I receive mtume. Tunafanywa mazombi, kumbe amtegemee Yesu Kristo wa Nazareti, anamtegemea Yesu wa kuzimu. Huyo ndo anapenda masharti sana, masharti mengi ya ajabu. Ukija kanisani njoo na kiti chako. Kwenye Biblia wameandika wapi mtu akija kanisani aje na kiti chake? Kwani wewe pastor, hizo sadaka unapeleka wapi? Si ununue viti hata kimoja kimoja. Nyamuone hapa tunanunua kimoja kimoja tunaweka. Tunanunua viwili hata 10 tunaviweka, 20 tunaweka. Au sadaka tena wanatoa sadaka za mipango na kuwachaji watu, lakini sadaka zinakwenda wapi? Una magari matatu, uza mawili. Fedha magari yote mawili, unapata gari moja la kutembelea nabii. Napokea baba. Unakwenda kuuza gari la mtoto kuendea shuleni, la mume wako, unabakia na gari moja. Hakuna mafanikio yoyote, mwisho mnabakia mnavurugana ndani, ndoa inavunjika. Unaelewa kidogo Komboka. Mateso uliopita nayo wewe nyuma, shida nyuma, sawa? Kuanzia hapo uliposimama unapokwenda mbele, nenda na hii madhabahu ukafanikiwe kwa jina la Yesu. Huku nyuma shida,
huku nyuma. Nikisema nichambue yote madudu ndani ya kanisa, huku nyuma shida. Sasa Mungu anasema hapa mwishoni, anasema hivi, nami nitakuokoa na mkono wa watu wabaya, nami nitakukomboa katika mkono wao wenye kutisha. Wewe unafikia hiyo stage, hatua unayofikia nayo sio wanaokufanyia wenye kutisha. Umemaliza waganga na hujafanikiwa. Tafsiri yake wametisha kwa vitu vyao. Sasa Mungu anasema ninakuokoa, ninakukomboa, na hao wenye kutisha lazima wasalimu amri mbele yako. Sasa utajiuliza, kwani aisee huyu mama sasa hivi amempata mganga wapi? Mwambie na Makwale kuna mganga. Imekuwaje sasa hivi? Mbona tulikuwa tunachukua tumolete shamba lake? Mwaka huu mbona kila kitu kinaenda kwake? Alienda wapi? Alivuka ng'ambo? Mwambie nenda na Chingwea, nenda California na Makwale hapo. Alama kubwa utakuta kokoto zimegongwa, uliza wapi? Utaambiwa hapo. Sasa wakao watajiuliza sana, imekuwaje? Mbona sehemu dhaifu? Sio mimi wa kwanza. Yesu alizaliwa kwenye holi ya kulishiwa ng'ombe. Sasa mbona watu wengine waeleweki? Mtu wenyewe alikuwa bodaboda, na huyu mama anayejifanya kutamba hapa, mama nitilie, na sio wa kwanza. Yesu mwenyewe alikuwa fundi seremala. Kwa hiyo watakachokuambia chochote, sema Yesu amepita nacho. Mtu dhaifu akawa mkubwa kuliko wote. Wakikaza shingo ngumu, kikaza unavunja. Wacha wakaze hivyo, vitavunjika kwa jina la Yesu. Amina. We shingo imekomaa hivi, alafu unamnyoosha, uvunji. Samaki akikauka anakunjika. Ukilazimisha kukunja uvunji. Acha wakomaa hivyo hivyo, wavunjike kwa jina la Yesu. Amina. Mungu ananipenda, Mungu anakupenda. Leo ni ibada ya ukombozi, sawa eh? Amina. Nafsi ikombolewe, roho ikombolewe, mwili wako ukombolewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya ibada? Nzuri. Namshukuru Mungu. Namshukuru sana Mungu. Wewe ni mgeni leo katika madhabahu yetu? Leo ni mgeni. Amina. Umepata vipi taarifa za madhabahu hii? Hii nilikuja juzi kwa mchungaji nyumbani kwake kule. Ndio. Siku ya maombi. Amina. Nani amekupa taarifa kuhusiana na kuna madhabahu ya Bwana? Mke wangu alikuja huko, alikuwa anauma, anakohoa, kifua kilikuwa kinamwendeza sana. Ndio. Ndio alikuja huko akaniambia twende kule. Twende kwa mchungaji kule, naona baada ya kupata unafuu. Wewe amepata unafuu na wewe ukapata amani pia kuja madhabahu. Na nikapata amani ya kuja huko. Umekuja ukiwa na changamoto gani? Hali yangu ni paralyze, nilipata stroke, mwili wangu unakuwa hauna nguvu. Natembea na kutesuka tu. Wewe una amani vipi baada ya ibada? Unajisikiaje? Unaamini kama utakaa sawa? Naamini nitakaa sawa. Amina. Amina, ubarikiwe sana. Haya, asante. Amina. Kwa jina naitwa Martha, nimesimama mbele zenu kwa ajili ya kurudisha utukufu katika madhabahu hii imenitendea. Mwanangu alikuwa anasumbuliwa sana na miwasho sehemu za siri. Yaani kiasi kwamba namuonea huruma. Tunajiuliza ni fangasi au itakuwa labda UTI, lakini kwa muda mfupi amepona. Hiyo hali imeanza Jumapili, lakini mpaka kufikia ibada ya Jumanne mwanangu amekombolewa. Mpaka leo hii ana hali ile ya kuingiza mikono labda sehemu za siri kujiwasha wala nini. Mungu amenitendea mimi na familia yangu, pia amenipigania, ameondoa na hata huruma ya kipepo kwangu. Kuna mambo alikuwa yanaendelea, yani nilikuwa najitoa mpaka mimi mwenyewe muda mwingine najishangaa. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu, nimesimama imara. Heshima, shukrani na utukufu namrudishia Mungu kwenye kiti chake cha enzi juu mbinguni.